itondo ihinda riri riria uturehete gikaro giki nigetha tugire horo maito Dorcas. Jehova utire ngai ungi tawe, tukoretwo tugikuhoya kwambiriria kuria mucii ona Blue Springs ati muthenya uyu niugakinyanira na niugetikira nginya riua na mbura cituike cia kuiganananiria nigetha maundu mothe mathii na njira njega. Ni tondu wa kuigua ihoya ritu ri taruga ni wagiriire, utire ngai ungi tawe. Turathime ndagika ici 12 turaigua kiugo Mwathani, maundu mothe makikirikiriro wega ri we niwe tukwira thank you. Nituga ni wagiriire ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani na muhonokia witu twahoya na twetikia. Tunaweza tukaketi chini. Asanteni. Deputy President of the Republic of Kenya, and then all protocol observed, Archbishop F. Wangombe, Archbishop Geri Kibarabara na Archbishop Ngaruya, and all the bishops present, watu wa Mungu ambao mko hapa, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatumia muda mfupi sana kwa sababu it is not the quantity but it is about the quality. Nimesimama hapa kama Bishop Pius Muiru, Maximum Miracle Center, kuna nuru gizani, kuja kuleta rambi zangu, my wife and the church, kwa familia ya Bishop JJ. Tumetoka na wao mbali sana, na ukiona ninahubiri hapa siku kama hii, inaweza ikakuambia the rest of the story. Zakayo alikuwa tajiri sana, lakini pamoja na utajiri wake, maandiko yanatuambia kuna wakati roho yake ilianza kuwaka na akasema nataka kuona Jesus. Ni mtu wa I just want to see him. Alikuwa kwanza amemwignore miaka mingi. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, na watoza ushuru miaka hiyo walichukiwa sana, ni kwa sababu hawakuwa wanachukulia ushuru serikali ya Israel. Walikuwa wanachukua taxes on behalf of the colonizing nation ambayo ilikuwa ni Rome. Walikuwa wanamtumikia Caesar. In other words, walikuwa traitors na walikuwa watu ambao ni turncoats, watu ambao wamekataa watu wao, wanatumikia serikali ya Caesar. Sasa Bible inatuambia Zakayo alikuwa tajiri. Ukisikia Bible inasema mtu ni tajiri, Bible huwa haichezi. Huyu sio mtu wa gari 2 au 5. When you hear the Bible saying that this man was rich, then he must have been stinking rich. The man was a guru. Huyo mtu alikuwa na mali, pesa, lakini one day akiwa ameketi akaangalia mali na akaangalia maisha, na akasema mimi nataka kumuona Jesus. Nataka niseme Zakayo alikuwa na familia, but haya mambo ya kwenda kumuona Jesus alijua is a personal, private, individual affair. Yeye peke yake alianza kukimbia asubuhi akitaka kumuona Jesus, aone ni mtu wa aina gani. Alikuwa amempuuza for some time. Ni nani ambaye ananipata labda hata online? Umempuuza Mungu kwa muda, na wakati umefika, tafadhali wacha kupuuza Mungu. Ukipuuza Mungu afike mahali ya kupuuze, mambo yataharibika. Hebu sikia hii example.
Kuna mzee mmoja alikuwa ameahidiwa kazi, atapata kazi. Mke wake alikuwa ameokoka. Mzee akaenda akatoa profile zake zote, akatengeneza CV yake vizuri. Akaja jioni akakuta kuna fellowship kwa nyumba yake. Akasema mimi nataka nilale mapema kwa sababu tomorrow I'm going to face interviewing panel, wanipe kazi. Na miaka hiyo ni kazi ilikuwa ya 16,000, miaka ya 70. Kusikia ni kazi ya aina hiyo, akaja akasema hii fellowship haiendelei, hamtaomba, itabidi nilale nipumzike, kwa maana I need to be fresh when I am facing the panel siku ya kesho. Bibi yake akajaribu kumbembeleza. Unajua, kabla mambo ijaharibika, Mungu atakutumia watu wa kubembeleze, wengine utapuuza na utawapatia wide path, yani waende huko. Na akapuuza bibi, akasema mimi leo nataka nilale kwa sababu niko na interview. Mke wake akaja akaelezea fellowship ya watu kama 8. Mzee amekataa, amesema tuache kelele, anataka kupumzika. Na huyo mzee kile angelifanya, angelidemically, hakuna mtu alikuwa nampita. Now this is what happened. Hiyo siku alienda akanunua nini, suitcase zile za zamani, akaweka makaratasi yake ndani, alafu akaacha nini, suitcase ikiwa wazi. Watu wakalala, maombi yakakatiza. Usiku kuliingia panya ndani ya nini, ya suitcase, na hana habari, na amekataa maombi. Asubuhi kuamka mapema, akafunga suitcase na akafunga vizuri, na kuna panya ndani. Akaenda mpaka kwa interviewing panel, wakaketi chini, akaambiwa ni zamu yake. Akaja na suitcase yake, akaiweka kwa meza, wakaconfirm ni Mr. So and so. Wamuinterview, alijua ya kwamba hii kazi there is nobody else more qualified than me. Wakati alifungua ile suitcase hivi tu atoe vitu, panya akaruka. You can imagine ile purukushani, taharuki, chaos, mayhem, milii iliyotokea mahali pale. Watu wakaanza kukimbia. Mmoja wa kumuinterview akasema huyu mtu anaweza kuwa ni mchawi. Na hivyo ndivyo alipoteza kazi. Qualified, akakataa maombi jana, akasema wanatupigia kelele, akapuuza Mungu. Ukipuuza Mungu, anafinyanga button moja tu, kitumbua kinaingia mchanga. Hatuwahubiri eti kwa sababu we are desperate. Tunawahubiria because we know what God can do. Maisha haya bila Mungu kuna kuanga na kuchemka, unashindwa ni nini kinaendelea. Mimi sisemi Uislamu ni mbaya, ni mzuri, lakini in my quest for truth nilikuwa nimeidentify msikiti nitakaoenda kusilimia Muguga, maana nilisomea Muguga High School miaka ya hapo nyuma. Lakini nikiwa ile weekend nitaenda, shule ikagoma na ikachomwa, tukafukuzwa. Maisha haya unaweza kuwa na masomo, unaweza kuwa na ecstatic beauty ya kwamba watu wakikuona ukipita, kijana wa kiume wanasema ni mtanashati. Lakini bila Mungu, hatuambii hivi kwa sababu Bible inasema. Hii ni mambo tumejaribu. Hatujahubiri leo peke yake. Hatujahubiri miaka 5 au miaka 10 au miaka 15 au 20 au 25, hata 30. So what we are telling you is about a tasted gospel message that without God we are headed for a sure destruction. But with the God on our side, no matter what comes our way, we know sooner than later things will begin looking up.
Zakayo alikuwa tajiri, jina tajika, but in his own heart of hearts kuna wakati alisema hapana. Akaanza kufikiria mambo ya reality about life after death. Akaanza kushindwa, mimi nimenyang'anya watu miaka hii yote, sasa is this all that there is to life? Unajua unaweza ukapasua kitu mpaka unaua mtu ili upate kitu, baadaye roho yako inaanza kukupiga, conscience yako inachafuka. My brother and my sister, hebu twendeni. Anaenda kule juu, alafu anataka kuona Jesus ni mtu wa aina gani. Every human being tunakuanga na hiyo drive. When the day has come for you ukutane na Mungu, wacheni kufunga mlango. Wengine Mungu atawaita na ndoto, wengine Mungu atawaita na nyimbo, wengine Mungu atawaita na mahubiri, wengine Mungu atawaita na deliverance from a deadly experience. Yani Mungu anakuokoa kutoka kitu ambayo ingekumaliza uzikwe. Atina baada ya kuokolewa namna hiyo, unaendelea na maisha yako. You are not thankful to God. Amekupatia many chances, amekudeliver. Yani ninaongea na watu ambao you have missed death narrowly. Wengine mulilazangu hospitali, ukawa kwa mashini na oxygen for some days, na watu wakaanza rumors ya kwamba umeenda. Mungu akakuponya, you came back to life. Atina mpaka leo unaendelea na maisha yako the way you were doing before. Hiyo ni kuonyesha Mungu mgongo, ni kukosa shukurani, ni kupiga neema ya Mungu mateke. See what God has done for you. Nyenyekea. 100 years from today, nani atakuwa hai? Sisi wote ni wapitaji. Kwa nini tung'ang'anie vitu vya dunia hii? Ati nilisikia Kirinyaga the other day, kijana anakatakata mama yake kwa sababu ya nini? Ati kwa sababu either ni mahindi au ni kahawa. I can't remember what it is. Haya mambo yote tunayafanya. I thank God because of the government's position concerning alcoholism na mambo ya substance abuse. But apart from the government input, neno la Bwana linahitajika kwa wingi, so that even after many years from today, hawa watu watajishikilia Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya hadithi ya Zakayo, mtu ambaye alikuwa hana shida ya pesa whatsoever, alikuwa na connections everywhere. Zakayo alikuwa anajulikana kila mahali, lakini there came a day akawa restless na akasema, ni dreda kuona Yesu, dreda kuona Yesu, dreda kuona Yesu. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you, and Jesus, 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 Jesus. Sing to Jesus, 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 oh, Jesus.
katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya siku moja imepita ya kwamba Deputy President of the Republic of Kenya in his high stature ameenda wazi na akaomba msamaha from the first family, Mama Ngina, former president. Father, we pray ya kwamba hii kuomba msamaha itokane na ndani ya moyo, na upande ule mwingine wawe na nafasi ya kusamehe. Tunaomba hii kitu ikatande na ikasambae in the whole nation, ya kwamba hatutakuwa na enmity, lakini tutakuwa na harmony. Hatutakuwa na antagonism, badala yake tutakuwa na kufanya kazi pamoja. Father, we know when forgiveness has been offered, having been asked from the high offices, we know the result is a blessing of the nation. Viongozi wote ambao wako hapa ukawabariki. Viongozi ambao wanatupata kupitia media ukawabariki. Baba, tusamehe dhambi zetu, tuoshe kwa damu yako. Baba, tusamehe, umejaribu kutuita tukakupatia mgongo, ulitukomboa from a deadly experience, and here we are behaving like nothing happened. Forgive us and give us another chance. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Sigawale mwendawa kokedo erera gosha goma yakwa isikia sigawaja rageria katera mode Can we appreciate the man of God for the powerful word? Tukiwa kwenye hali ya maombi, tutasimama. Familia ya JJ wakaribia hapa, ni tukaweze kuwaombea kwa ufupi sana, because time is not on our side. Tukiwa kwenye hali ya maombi, naomba familia yote ya JJ waje hapa tuwaombee. All the pastors, all the apostles. Tukiwaombea wataenda kuleta zaka zao, alafu sisi tutatoa matoleo yetu, our offering. Lirikana awega
Tunapoendelea na zile shughuli za kuombea familia, it is our high time to tap what the prophet have said. Ati ya kwamba hata ukiwa na mali kiasi gani, bila Jesus hautapata amani. We tap our blessings from the man of God, tukiingia kwa mifuko zetu na kutoa sadaka. Kwa hivyo we have ushers there. Hebu kujeni hapa ushers. Inueni mikono mahali popote mlipo ushers. Yeni kwa hema, ndio wengine waende pale nyuma, wengine waende hapa mbele. As we proceed, tutoe sadaka zetu, nao familia wajitayarishe, walete ibada yao. Tondu Ngai akenagio ni andu aria mekaga undu wao na mahoya na igongona. So tunapoendelea through your Archbishop permission, ningeomba Archbishop atuombee na ombee zaka zetu, ndipo tunapokuwa tukizileta tuwe tumebarikiwa. Ni hata within like 1 week niko nimepata hao followers 1000. Mimi na follow niko kuna time nilikuwa na follow na muda na follow and then we wait for them to follow back, and most of them they follow back. Unapenda kuingia live